Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Karibu katika uweponi mwa Bwana. Leo tutaangalia tofauti kati ya Myahudi, Mwisraeli na Mwebrania. Watu tumekuwa tukichanganya kwamba Myahudi ni nani, Mwisraeli ni nani na Mwebrania ni nani. Sasa leo tutakwenda kujifunza tujue kuna utofauti ama hakuna utofauti. Myahudi, Mwisraeli na Mwebrania, haya ni maneno matatu tofauti, lakini kiuhalisia yanazungumzia kitu kimoja. Ni sawa na useme Mtanzania, Mtanganyika na Mswahili. Ni yule yule, isipokuwa inategemea unamzungumzia katika nyanja ipi. Ndivyo ilivyo kwa taifa la Israeli. Tukianza na Waebrania, chimbuko lake ni Ibrahim, na kwa mara ya kwanza jina hilo linaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo 14:13, likimtambulisha Ibrahim, ambapo kwa wakati huo alikuwa Abraham. Na baadaye tena tunaona Yusufu naye akitajwa kwa jina hilo, tukiangalia pale Mwanzo 39:14 na 17. Hivyo jina ambalo liliwatambulisha wazao wote wa Ibrahim lilikuwa ni hilo wa Ebrania. Japo Biblia haitoi tafsiri yoyote halisi ya jina hilo, ila wengine wanasema jina hilo lina maana ya aliyevuka kutoka ng'ambo. Lakini Israeli ni jina jipya la Yakobo, mwana wa Isaka, mjukuu wa Ibrahim. Aliitwa vile kutokana na kwamba alishindana na malaika wa Bwana usiku kucha katika mweleka na kumshinda. Hivyo jina lake likabadilishwa na kuitwa Israeli, kutoka Yakobo na kuitwa Israeli. Hivyo watoto wake wote waliozaliwa baada yake waliitwa wana wa Israeli. Hadi alipoingia utumwani Misri, walijulikana kwa majina yote mawili, yani wana wa Israeli au Waebrania. Lakini jina Israel lilipata nguvu zaidi hadi wakiwa wanarudi na kukaa katika nchi yao ya ahadi, bado walifahamika kama Waisraeli. Lakini miaka mingi ilipopita na taifa la Israeli kugawanyika katika pande kuu mbili, yani kaskazini na kusini, wale waliokuwa upande wa kaskazini sasa wakabakia na jina hilo la Israeli, lakini wale waliokuwa katika upande wa kusini waliitwa Wayudea, kutoka katika neno Yuda, kwa sababu taifa la Yuda ndilo lilikuwa linatawala upande wa kusini, kwa hiyo wakaitwa Wayudea. Lakini sasa mataifa yote yalipochukuliwa utumwani, yani wale wa kaskazini kupelekwa Ashuru na wale wa kusini kupelekwa Babeli, kama tunavyosoma, waliorudi kwa asilimia kubwa katika nchi yao ni wale wa kusini waliopelekwa Babeli, mara baada ya ile miaka 70 kuisha iliyotabiriwa na Daniel. Hivyo walivyorudi sasa, jina lao waliendelea nalo wakijulikana kama Wayudea, na ndio huko jina Wayahudi lilipozaliwa. Maana hapa Wayudea ni wanatokana na Yuda, kwa hiyo Wayahudi. Maana ya Wayahudi ni watu wa ardhi ya Uyahudi au Yudea au Yuda. Hivyo watu wote wa taifa zima wakaitwa Wayahudi, ikijumlisha hata wale wachache waliorudi kutoka Ashuru. Walijulikana wote kama Wayahudi. Lakini hiyo haikubadilisha asili yao kuitwa Waisraeli au Waebrania. Kwa hiyo kutokana na kuwa watu wa Yuda, ndio Mungu aliwachagua kusimamia ujenzi wa hekalu na mji mtakatifu wa Mungu. Vile vile ndilo kabila lililokuwa linatazamiwa kumleta Masihi wa ulimwengu duniani. Hivyo hiyo ilifanya kabila hilo liwe lenye misingi ya kiimani zaidi ya wengine. Hivyo Mwisraeli yoyote aliyejiita Myahudi kwa wakati ule alikuwa ni sharti awe anazingatia dini na desturi zote za Kiyahudi.
hata leo hii taifa la Israeli ni kubwa, lenye watu wengi waliozaliwa kule ambao kiuraia wanajulikana kama Waisraeli. Wengine Waislamu, wengine Wakristo, wengine hawana dini. Lakini pamoja na wingi wao na utaifa wao, si wote walio Wayahudi. Si wote walio Wayahudi. Wayahudi ni wale ambao wanashiriki ile misingi ya Torati na tamaduni zao za kidini. Wanashika zile sikukuu zote zilizoamriwa kwenye Torati, vile vile wanafanya ibada kama vile za Agano la Kale. Hivyo kwa ufupi sasa, Myahudi yeyote anaweza kuitwa Mwisraeli au Mwebrania. Lakini Mwisraeli yoyote hawezi kuitwa Myahudi. Kama vile mtu yeyote aliyezaliwa Tanzania, hata kama ni mzungu, anaweza kuitwa Mtanzania. Lakini sio kila mtu aliyezaliwa Tanzania anaweza akawa Mswahili. Nadhani hapo tumeelewana, wana wa Mungu. Kwa hiyo tukisema Wayahudi au Myahudi, Mwisraeli na Mwebrania, wote ni mtu mmoja. Sema wana utofauti huo kwamba jina lilienda linabadilika, lakini wote ni kitu kimoja. Asante, karibu tena. Bwana Yesu akubariki.